Alright. Good morning. Bwana Yesu asifiwe. Kwa salama? Salimia mtu mwenye ako karibu yako, mwambie good morning. Good morning. Fungia hiyo kizungu kidogo. Good morning. Tumia school fees kabisa. Tumia kizungu. Hakuna mahali pengine utaitumia. Wow, it's a very good morning. Mungu ametupatia, tupatane, tujadiliane, tuongezane maarifa, si ndio? Nikikufunza kitu wewe pia unanifunza kitu, si ni kweli? So nafurahi sana kuwa na nyinyi leo. Nakumbuka kuna watu wawili watatu naona, nakumbuka tulikuwa na nyinyi Olkaria. Na nimefurahi kuwapata siku ya leo. Naitwa Flozi Wangoi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ameniokoa, amekuwa na mimi. Na nashukuru kweli ati amekuwa na nyinyi pia kutoka wakati tulipatana, na saa hizi tumepatana tena ili tusaidiane. Tuendelee kuelezana, si ndio? Njooni tusemezane. So, siku ya leo nataka tuongeleshane. It is a very interactive session, and thank you so much Bwana Chairman and the whole institution ya PCA. This congregation kwa sababu ya kufikiria kitu kama hiki. It is the first day of the second month of 2025. Ni jambo nzuri sana. Wakati unafanya kitu the first 3 months of the year, inakuanga ni mwamko mpya, si ndio? Na this is a very good beginner. That you have decided now it is the congregation, si parish. Na hii parish ni kubwa. Kuna congregations ngapi? 13. So out of the 13, nyinyi utawacha PCA? Mirera. Mungu awabariki sana. Because when you seek knowledge and understanding, you become wiser, you become better. Not even in the words in the works of ministry, but overall as a person. So this is a very good initiative. May God bless you for this, and also thank you for your time, for availing yourself. They could have planned na ukue leo ndio sasa biashara imeshika ama harusi. Kamweredho. Rorashio. Ohiki. Maumaige. Atumia nito yoe. So I am glad I come with greetings from my family. From my daughter and my son. And we are blessed. Tuliokoria Kiambu, bado tuna hudumu hapo PCA Kiambu town. And it's a pleasure to be here. All right. So, leo ni kukumbushana tu yale mambo yenye tulifanya, wenye walikuwa, unakumbuka, kuna hiyo tulisema, you remember, ingine, you just refresh. And also now to equip them that were not there, na izuo the hamwe. So, we talked in length about worship, about what's defining what is worship, what is praise. That is something that we know. We will not go there. So we will not go there. We already know what is praise and what is worship. So inatuhusu sana kama praise and worship team, evangelism, deacons, we play a big role in the service. We play a big role in the ministry, in the congregation, moving upwards. Sindio? So, and there are so many things that concern us, and there are so many things that are expected of us. And there are so many things, there are so many people in the congregation. Overall, kanisa iko na roughly how many people in the main service? Roughly 100. You can imagine 100 lives. Wanakutegemea. Your faith. Fainab. 100 people are expecting from you. So what are you willing to give them? How prepared are you to make sure they're 100? Okay, not even 100. Let's say 70. That you will give that 70 people, you'll give them something to carry them through the week. Because truth be told, kuna wengine kanisani wanasoma Biblia Sunday. Wanaomba Sunday. Wanangoja praise and worship ya Sunday. Iwa carry through the whole week. So how equipped are you to help this person carry their spiritual aspect, their spiritual life all through
the week until next Sunday. How prepared are you for the next Sunday to carry them through the next week, the whole month, the whole year, 2, 3, 5, 10 years that you say, mimi niko PCA Mirera, nina serve huko. Umehudumia watu wangapi? Na quality ya huduma yako kwao iko vipi? So it comes back to us. How prepared are we to handle these people? Tumejitayarisha kivipi? Sindio? Tunajipresent aje sisi wenyewe kwa sababu kila wakati wewe ni leader. Kama ni district level, kama ni congregation level, all the way, wherever, teams, committees, zote, wewe ni leader. So kila wakati unasimama mbele ya watu. Physically, emotionally, intellectually, how prepared are you? Watu wa praise and worship ni wangapi hapa? Waimbaji. Tuko wengi. Jipigieni makofi. That's very good. So what is the overall number, like active praise and worship members in this church? Roughly, give me a number. Mko wangapi? Kiongozi nani? Roughly 10. That's vocalists and instrumentalists. How many instruments? Which instruments do you have? 3. Lead guitar, drum set, na keyboard. That's good music. That's rich music. How many services do you have on Sunday? 2. So first service, what time? 8. Second service? 10, 10:30. 10 to 12:30. So the first service 8 to 10. All right. So let me begin with Sisi Waimbaji, because that is where I am also. Being a vocalist, being a trainer, and being in the praise and worship. So there's so many dockets. So how do we come to church? How do we come? How set are you when you're coming? Remind me your name. Joshua. Acha nitumie Joshua. Joshua ndio iko karibu. Na Fainab. Okay. Nitashika tu as we continue. So how prepared are you? Like how do you come to church to minister to people? So we have 2 things. Sisi tunakuja kutafuta uso wa Bwana. Lakini bado tunakuja kwa sababu tuko na assignment. Kusaidia hawa watu kutafuta uso wa Bwana. So we have 2 things to think about. So we need not be selfish to think about coming kutafuta uso wa Bwana peke yake. Haiishi hapo kwetu. If you're a leader, if you're in praise and worship, deacon, or forget about being just that one. You have another assignment that is more demanding than just coming. So we can't just come. We cannot just show up. We cannot just come, you know, there are so many things to think about. Kizungu tunaelewana, si ndio? So nitajaribu kuchanganya lakini kama tunaelewa sisi wote, that's good. Lazima tufikirie beyond kuvaa. Si kuvaa tu kama watu wengine vile wanakuja. We have an assignment. So you need to think about them. First, after you think about yourself and put those 2 things into the picture for you to decide what you're going to wear. For you to decide how you're going to speak. For you to decide how you're going to carry yourself. Some of us here are the most shy people in this world. Lakini ukifikiria ile assignment Mungu ameweka ndani yako. I remember when we were in Olkaria, we were asking, why are you in praise and worship? Why are you in evangelism? Why are you in intercessory? Hiyo si place yenye tunakaanga vile tunaendanga kwa district kuchaguana. Deacon unaweza sema nilichaguliwa na sikuwa nataka. Lakini praise and worship ni umejileta. Kwa nini umejileta? Intercessory ni umejileta. Kwa nini? Evangelism, like it is something that is in you. So you need to think about it. You need to think about it in depth before you even get out of your house. Ata before you, this not even before you sleep on Saturday. Ofage kirege odhioreda, gego teidhia. You know, when we are in the corporate world, you prepare. Let's say you're going for an interview. Mom, ogithie interview dogithie yohete karetho ori otidaga nyoba. Ogithie swimming dogithie kirete thuti. You can't go for swimming when you are in a suit. It does not even make sense. Why is it that it is in church that we show up however we want? Like I can come with my
Ladies, hello. Hello, hello, hello. I can come with my slit. Yani hiyo nguo ni refu, yes. Lakini imenikamata hivi, imenishika, imenibana. You know, ladies, we define fashion differently. And we have our tastes, we have our preferences. And it is okay. But the moment you think about this extra, tumesema we are going beyond ourselves because we have an assignment. The moment you go to this aspect of going beyond, then there are some of the things that you love, you won't do on Sunday because there's this aspect that you are so careful about because it is a commitment that you have decided to give your God. So how do you want to represent your God? Nakumbuka tulikuwa tunaulizana, kusimamishwe hapa praise and worship leader, kusimamishwe hapa Mkristo, kusimamishwe hapa Mhindi, kusimamishwe hapa Muislamu. Tuambie tuuzieni Mungu wenyu. Sell. Unaona vile tunafanyanga marketing. When you are into outside there, you're selling a product. You come and show me why I should buy Colgate and not Close Up and not Sensodyne or whatever toothpaste. Unani convince ninunue hiyo specific brand yenye unauza. So make me, convince me to buy it. So how well do you know your God? How do you sell this God to the 100 people that have come? So you need to make it as simple as possible. And then you have the conviction where at a personal level, for you to be able now to represent this God boldly. Yeye ni anatupeanga nguvu, sio sisi. So we need to get to that place of getting that strength. Because he's the one that is equipping us. Sasa unauza nani kama haumjui? Unaweza uza product haujui? Sasa hebu niambie ukuje ni convince uniuzie kitu alafu niende iniharibikie. Nikuje nikuulize unaniambia sio mimi, ilikuwa your batch, ilikuwa kwa manufacturer. Okay, sasa in this case manufacturer ni yeye alitumanufacture sisi. Unamjua aje? How well do you know him? So all these things take us back to the heart of worship. It all takes us back to the calling, the caller that gave us the call. Right? So how well do you know your God? How prepared are you to go miles and miles all over ukirepresent huyo mwenye alikuita? So first and foremost, what is your calling? What is your calling and how do you know it? Because there's no person that is in this docket, that is in this room, that does not have that conviction, ya gai, agwetire agekwera thie ugatugatea ndwakwa. So, how well are you putting that light pale juu? Kugegea duma, kukikuwa na giza kwa hii room, tutawasha ile bulb, si ndio? Itatupatia mwangaza. Tukizima, na wakati iko na shida ina blink blink, tunashinanga, hey, Bwana Joshua, hapa kuna shida, hii haujaangalia, hey, nani. Ama wakati tunaimba tu keyboard iko na there's always, kuna hiyo shida, you will notice when there's a problem, right? So how well do you know this God? And how connected are you to him? And how genuine is your relationship with him? And how whole is your spiritual man for you to stand boldly and say, yes, my name is Flozi Wangoi, I am born again. I love the Lord. Me and God have a journey that we are moving. How certain are you that he's always by your side or he's always with you? Because that is our assurance that God is for us, right? So how sure are you that he's for you to convince another person? By the way, he can be for you. Sasa tunakuanga, let me tell you, fain up, right? The Lord is for you. And deep inside, I just hope he's for you. I am not even sure if he's for me also. But let me tell you, unaona, kunakuwa na doubts. I think ushaikuja, sisi wenye wako na magari, tumeshaikuja sisi wenye tunauzanga hizo ni za insurance. Nimekuja nimejaribu kabisa. Mimi nataka ukuwe customer wangu. Najaribu kukuconvince uko unanipatia kazi ya kukava gari yako. Na hiyo gari haiwezi enda kwa barabara kama haina hiyo cover, si ndio? So I know nikikupata hiyo ni biashara itakuwa inaendelea. Si unatumia gari yako kila siku. So nitawezaje kukuconvince
ukuje kwangu na usiende kwa brand ingine. I think by now tumeelewana, si ndio? Tumeelewana. So what is this God? Who is this God to you? We begin there. I'm telling you, if you have that understanding, I want us leo tuamshane, tutugongane. Hey, Faina, wake up. Umesahau, kuna kitu umesahau. Tukumbushane, kwa sababu tukiweza hii, tukisema 5 a.m. tuko kanisani Sunday asubuhi, tunaabudu. Hakuna mtu atashinda hapo akisema, sijui nililala, sijui nini. Utaweka alarm yako mpaka 4. It will not be a struggle. Hatutakwazika hata mtu akwambie nini ama nini. It will not be a struggle to say no to this dress and take this other one. It will not be a struggle to be left standing, sisi leaders peke yetu, na wengine wameenda ama wengine hawajapatikana, hawajakuja, lakini bora you have that conviction in you and you have this calling in you. Haitakuwa stress, haitakuwa shida. It will not be a struggle. So I would like us to look at several things today. Last time we looked at Olkaria, you remember there are some 10 points that we went through. Commandments. Yeah? Commandments zetu. As the worship team, as the evangelism team, sisi wenye tunahudumu kanisani. This one cuts across. It's not necessarily for the singers, but it hits more on the singers. Sawa sawa. So we said number 1, I think I'll just pass them through and for the sake. How many were there in Olkaria? Acha nisi assume tulikuwa wengi. So majority were not there. Okay. So let me just read through the points and then we will come to them so that we go deeper into details of so very many other things that I have that we can share together. So we were talking about being present for activities pertaining our departments. We were talking about worship team being preparing in advance, not coming on. Do you have practice? Yes. Which day? Saturday. Saturday and Sunday. Yeah. Saturday what time? 4. From 4 kuendelea. Sunday? 2. Or from 2. That's very good. So we were talking about being present during preparation of the services, being present during the service. We were talking about personal preparation. This is what we've just mentioned here, knowing what to do and what not to do. We went through several things. So today, I would like us to look at, nezapenda tuangalie mambo ya commitment. Kwa sababu commitment, tukirudi pale kwa the calling, itatusaidia ku bring that fire back. The fire of commitment to what you are called to. Sindio? Haitakuwa struggle kwetu. Yeah? So whether ni kanisani ndani, whether ni uko nje, we make worship our lifestyle. Sindio? So tutajua vitu za kufanya na vitu za kukosa kufanya. Vitu zingine hata si lazima leader akuje akuambie. Kutakuwa na hiyo self drive. Self drive. Unajua hili sifai kufanya, hili nafaa kufanya. Na haufanyi kwa sababu umeambiwa na mwingine usifanye. Unakosa kufanya kwa sababu wewe mwenyewe, your conviction tells you, mimi nikienda mbele ya watu, nguo yangu lazima ifagie chini. Si lazima uvae hivi Monday. Lakini fikiria wale watu unakuja kushughulikia, si ndio? Utajua tu leo mimi sitavaa jeans. Jeans, to me, it is so casual to go in front of my God. Think about the altar first before you think even about the people. Before you think even about yourself. Think about the altar. How is your presentation? How do you present yourself to your God, first and foremost? Then, how do you present yourself in front of God's people? Right? So that you know, hii siwezi fanya na hii ingine siwezi fanya, right? And then tutajua mambo ya kukosoana. Nitakosea. Ladies, nitavaa nguo yangu ya white. Alafu nisahau my innerwears zikuwe bright. Itaonekana. How do we cover each other? How do we help each other? People fall, right? Mistakes do happen. Hata sikujua, hata siku notice. Sikujua.
And it's so genuine kabisa kabisa, unaona kabisa Fainab hawezi fanya hii kitu intentionally. So how do we help Fainab handle the day through? Fainab, how approachable are you? Tuwa karibu, alafu then also how do we do it? Haja Fainab jifunge aka leso, unamfunganisha ama unamtoa unamwambia Flozi leo umevaa sleeveless. Sleeveless huku hapana. Like how do we address it? Haya, first service kulikuwa na shida. Tukikuja second service na ni huyo tu mtu mwenye alikuwa na shida first service niye bado anahudumu second service. How do we correct them for them to be wasikwazike? Ama do we wait until the service is over? Ama do we correct them now so that when they go to the next service? So it depends on what the offense was, right? It depends on what we are talking about. So how willing are we to be corrected? And then how willing are we to correct each other without looking at who is who? It doesn't mean that Fainab cannot correct you. It doesn't mean that you cannot correct Fainab. Like how do we get out of our titles? Hapa kuna lawyer, hapa kuna daktari, hapa kuna mwalimu, hapa kuna engineer. Lakini tukikuja kwa kazi ya Mungu, hakuna ati engineer Fainab, hakuna Dr. Joshua. Sasa nitawatumia sana juu nimeshika majina zenyu. Hakuna nani Professor Rehab. No. So how do we get out of those titles? Mama nani, baba nani, mtoto sijui wa nani. Like there's a father here and there's a daughter here. How do we get out of those titles and come here and serve? When we do that, wakati Rehab anakukosoa Fainab, hautasema sasa huyo mama nani siaende akosoe msichana wake. Some of those things, they will never be part of our mouths, part of our speaking. Because when you do it, you will do it with love. You will not come to her because she's younger than you. You will not come to her because she's older than you. Age will not be a determiner in our ministry. Mungu hata kwa Biblia alikuwa anatumia vijana, wachanga, na anatumia wazee. So, sisi wote, hakuna mtu Mungu hawezi tumia wenzangu. Anaweza tumia ukijana mdogo kwa sababu yako mama. Anaweza tumia huyu mama kwa sababu yako kijana. So tukue free, tukue open. Tutoe age, tutoe profession. Wengine wetu hapa tukiongea, tutatii. Lakini wacha tukuje tutii huko kwa koti. Huko by then nikikuja ati, dada, sister. No. Call me off because that is a different institution. I am coming here, I'm coming there purposely. Watu wote wanakuja hapa kanisani. So wakikuja huku, tunawahandle aje. This is the place that hearts come to be healed. Are you the doctor to heal that person? Or God to use you? So tuache Mungu atutumie akiwenzangu. Tuacheni tu. We let go and we let God. Right? We let go and we let God. And we do it wholeheartedly. This church should be the best in this parish. Makanisa 13. You should be the light of this parish. Decide that moving forward. I will be the deacon that will bring light to this parish. Iyo umeshatoka congregation level. Fungueni macho watu wangu. God is doing great things in this year. Wacha Mungu akutumie. Kubali. Like we are going back to the heart of worship. Back to where God called you. Unajua wakati uko na mzigo wa huduma, waimbaji sijui kama ni nyinyi ama ni mimi tu, but this is what happens. Ukienda congregation, mahali popote kuna uimbaji, hata huko kwa streets, kwa crusades za kanisa zingine huko, unasikianga tu umekwazika, yani ukisikia tu vitu vibaya zinaendelea hapo. But you're not in a position to do anything out there because some of them don't even concern us. Ni kanisa zingine and you don't not even know people there, right? Na sasa kwa hii yenye tunajuana, kwa hii yenye and then I thank God because of your reverend, because she's one person that has that heavy burden for the love of Christ and for ministry and for service. Where God is, there's a difference. God's people, where God is, there is a difference. So kuwa deacon mwenye si wa Kiambu, si wa Gilgil, si wa wapi Naivasha town, hapa na hii parish, let us be the light of this parish.
Ukifikiria, toka kwa nyumba yako, toka kwa comfort zone yako, toka hapa. Like, it's okay, yes, this is where we are beginning, but let this light fan it again and again. Weka hiyo token, weka kabisa, iende to the other congregations, from here to the world for Christ. Sindio? I know maybe you might have some people who have been here and now they are in other places, even abroad, and you're proud to see them. Nasema, tulikuwa tunaserve na Rehab. Aki ndio ule tu anatembea kule tu New York City. Kule wapi? Florida. Ndio huyu mama yetu ako huko UK. Kana mwishira giatiado ta inywe. Yeah? It is people like you. So I want us to think big, because we serve a very big God. He is above everything. He's the one who gave you that calling, mom. So let him use you for his glory. Give yourself to him fully for his glory. Hata nikweshidi ati kai babangu ataniambia nini? Oh mamangu, no. Get out of that. Unaona ukishatoka hivi kwa gate ya home. Sijasema tukuje huku kukoseana heshima. Tumekuja huku kusaidiana kuhudumu. Tusaidiane kufanya huduma ikuwe rahisi. Sisi kabla ifike kwa congregation. Sisi ndio viongozi. Tusaidiane sisi wenyewe. Tukosoane hapa with so much love, such that people will come to this church and say, hey, by the way, kanisa kuna utofauti. Kuna utofauti. God dwells here. Because the moment you awaken your spiritual man, then that will cut across all departments in this church. From the district huko mitaani, hadi hapa kanisani, kwa parish, kwa presbytery, go all the way up internationally for the glory of God. Yeah? We are the people and we can do this. We are the people and we can do this. So these small offenses zitakuwa zimeondoka kabisa. Hatutakuwa tuna debate kama tunasema praise and worship team tunavaa white. Si hatusemi Saturday kesho tunavaa white. Si tunasema mapema. So prior preparation itakuwa kwa levels zote. Prior preparation itakuwa kwa aspects zote za maisha yetu. Hatutasema mtoto wangu ako 1 year, sijui asubuhi amefanya ni. No. Utaamka mapema bila kuambiwa na mtu yeyote. So time will not be a problem. So should I take offense because I came early? I should accommodate. So we need to learn. We respect each other's time. At the same time, we accommodate. And then sasa don't be the person at kila wakati tunaku-accommodate. Wacha kurudia offense. Wacha kurudia offense. Mkiniambia nimevaa vibaya, isikuwe offense ati Sunday bado narudia ama watanijua, mtajua mimi ni nani. Mtajua mimi kwanza ndo nazishona. Mimi ndio let me tell you. Who are you playing with? Not me, not Rehab. You're playing with your God. Kwa sababu ukisimama pale, hii madhabahu si ya chairman. Hii madhabahu ipatie ile respect kulingana na vile ile revelation uko nayo na Mungu wako. Sawa sawa. Nini ingine inatuoffend huku? What else is offense? Maybe I'm talking about things from Kiambu. Maybe here they do not exist. Hallelujah. This place. Mungu anadwell hapa. Labda hizo ni za kule kwetu. Uko. Zainab, ni nini unafeelingi? Hapo Rehab hajafanya vizuri. Ni nini unafeel? Ama vijana hapana bana. Hapana. Alafu shida ni unotice na unyamazie. Nani hakoseangi? Lakini sasa nikikukosea uninyamazie ama uende ukaongee huko kwa congregation. Ati unogemuona na ne deacon. Unogemuona na ne kiche. Inasaidia nani? Tunafunuana, yani tunafanya huduma inakuwa ngumu. Alafu nakuja nasikia Rehab alikuwa hapo kwa hiyo discussion na tulikuwa na yeye na angeniambia na tulikuwa tumekaa kando yake. Like, for what reason? Katosha okendo tini ndo agai.